Na ni siku nyingine tena tukiwa katika mwendelezo wa simulizi inayofahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi, ambayo mhanga mkuu wa simulizi nzima ni Mathias, kijana wa Kazula Mimba mkoani Kigoma, ambaye amepitia mengi na mazito hapo awali na kuamua kwenda jijini Dar kujitafuta, lakini hatimaye akaangukia katika mikono ya mwanadada mrembo Asnati. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Hassan Ramadhani. Ukiniita Mr. K77 zao la mkoa Tabora utakuwa umetisha zaidi. Lakini unaweza ukashiriki nami kwa kutoa maoni yako katika ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu namba 0612066130. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Asnati alipokuwa kituo cha polisi, ambapo alisema, "Mama, nisamee. Afande, kwani nimefanya nini mimi? Upendo wangu ndio unanifunga mimi. Nilimpa moyo wangu wote huyu kijana, lakini hakutaka kunielewa. Nimetumia kila mbinu ya kumwaminisha kuwa nahitaji nini kwake, lakini bado naonekana ni mjinga kwake. Sawa, nipo tayari kutumikia kifungo kwa sababu yake, lakini Mathias, kuanzia sasa naomba utambue kuwa nakupenda sana." Na sasa tuendelee na sehemu ya 4, ambapo askari aliyekuwa akimchukua maelezo Asnati alimuuliza swali moja ambalo lilimuia ugumu kidogo katika kujibu. Binti huyo askari alimuuliza, "Asnati, kama unampenda huyu kijana, kwa nini sasa ukaamua kuchukua jukumu zito namna hii? Je, ungepoteza maisha? Unajua familia yako ungeachia majanga makubwa kiasi gani? Mapenzi sio ya kulazimishana, kwani hata hivyo uchanua na kusinyaa. Kwa nini usisubiri mwanaume ambaye utakayempenda naye akupende, na sio kwa kulazimisha kama ambavyo unavyofanya wewe hivi sasa? Hebu na sasa namna unavyoteseka." Wakati huo Bi Fatuma aliulizwa kuwa hiyo tabia ina muda gani zaidi tangu kwanza hadi kuota mizizi, na vipi wao kama wazazi walikuwa hawalioni hilo? Bi Fatuma hakuweza kuvumilia. Kwanza alishukwa na jasho la ghafla katika sura yake na mikojo kuanza kumtoka pale pale, lakini alijibu kuwa huyu binti amekuwa mtu ambaye analazimisha wanaume kuwa nao, lakini mwisho wa muda anakuja kuwaumiza vibaya. Mfano, kuna kijana mmoja aliyetokea kumpenda zaidi pasipo mfano, lakini kilichotokea baada ya miezi 2 alimwacha vibaya, huku akiwa amemfilisi baadhi ya vitu. Kijana huyo alikuwa anaitwa Daudi. Siku moja ilikuwa ni majira ya saa 11 jioni. Asnati aliomba shilingi 50,000 aende katika pati ya rafiki yake. Daudi hakuwa na makuu. Alimpatia pesa ile na kumruhusu kwenda, lakini kibaya zaidi alichokifanya, hakurudi hiyo siku na badala yake kurudi kesho yake tena majira ya saa 1 jioni, na hakuwa peke yake. Alikuwa na kijana mmoja aliyekuwa akimuita Abdul. Hicho ni kitu ambacho familia nzima hatukuweza kukielewa. Baada ya kumuuliza, jibu lililotoka hakika linashangaza na linaumiza. Asnati alisema huyo mtu ndiyo chaguo la moyo wake, lakini kwa Daudi kilikuwa ni kimvuli tu cha kupumzikia. Daudi alilia sana, huku akimwambia yule kijana Abdul, "Kaka, haya ni maisha tu, na hii dunia. Kumbuka haya ulionifanyia, na wewe ipo siku itakutokea tu. Malipo ni hapa hapa duniani." Naomba kuishia hapo kwa sababu ni mengi sana ambayo siwezi yamaliza. Hizo ndiyo tabia za huyo binti, na kinachomsukuma sana ni tamaa tu na si kingine. Msikilizaji, hayo maneno yote yalikuwa yanatoka katika kinywa cha Bi Fatuma, mama yake na Asnati, akijibu swali lililoulizwa na afande.
Hasnati alipewa adhabu ya kutumikia kifungo cha wiki 3 kwa kosa alilofanya kudiriki kujiua, na familia nyingine yote iliachiliwa na kwenda nyumbani moja kwa moja. Lakini muda huo katika nyuso zao kukiwa hakuna tabasamu, kwani furaha, amani, upendo, utulivu na kila kitu katika nyumba yao ilikuwa imetoweka. Akiwaza kuwa yote hayo matatizo yeye ndio chanzo cha yote kutokea, alikaa kitandani na kulia sana. Lakini punde si punde ilisikika sauti ya bosi Mohamed ikibisha hodi na kwenda kumfungulia. Aliingia pale ndani na kumwambia, usijilaumu sana kijana wangu, na wala usiseme kuwa wewe ndio chanzo cha yote haya. Lakini hapana, binti yangu mimi ndio ninayemfahamu vizuri. Ni tabia yake, lakini usiogope, nipo pamoja nawe, bega kwa bega. Wakaagana. Bosi aliingia chumbani kwake na kumkuta mkewe akiwaza hatima ya binti yake huko kituoni. Kwa mujibu wa wazazi wanachokizungumza, wanakwambia hata liwe libaya kiasi gani ni la kwako. Bi Fatuma alikuwa hana amani hata kidogo, lakini walishauriana na kufikia makubaliano ya kumtoa katika kifungo. Baada ya siku 2 walienda mzee Mohamed pamoja na Matias. Bila kumsahau Bi Fatuma, walienda moja kwa moja hadi kituoni na kumtoa kwa kiasi cha shilingi milioni 5. Ndipo walipoweza kuachiwa binti huyo. Baada ya kutoka, mtu wa kwanza kumtizama na kumrukia alikuwa ni Matias. Muda huo kilio cha Hasnati kilianza upya, tena akimlaumu sana Matias kuwa upendo wake umemfanya kuchukua jukumu zito la kutaka kujiua na mwisho kudondokea katika mikono ya maskari. Basi baada ya yote walirudi nyumbani na kuendeleza shughuli zingine. Bosi Mohamed akaenda ofisini na Matias alibaki pale pale akiwa anapanda maua uwanjani. Wiki moja ya kwanza iliisha pakiwa shwari, ya pili ikaisha pakiwa shwari, na ya 3 ikaisha mambo yapo shwari. Lakini baada ya mwezi mmoja hali ilianza kubadilika. Vilianza vitisho na vitimbi vya hapa na pale. Matias alianza hadi kunyimwa chakula na Hasnati. Matias alikuwa akijikaza kwa sababu mshahara aliyokuwa akilipwa ni mrefu kidogo, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kutoka. Basi kwa wakati huo alikuwa akiagiza chakula kutoka katika mgahawa uliokuwa jirani. Lakini napo baada ya kugundulika yule mhudumu aliyekuwa akileta chakula, naye pia alionekana kumuonea wivu kwa sababu alikuwa ni binti aliyehitimu elimu yake ya chuo. Alikuwa pale kwa kumsaidia tu mama yake, napo pia aliona wivu, kitendo kilichompelekea kuanza tena kumpatia chakula. Siku moja alijitoa mhanga kwa Matias na kumwambia, hivi Matias, ni kwa nini hautaki kunielewa? Lakini je, nimekosea kukupenda? Au labda pengine mimi sio mzuri? Matias, nikwambie nini mimi ili uweze kunielewa? Matias, niambie basi leo tukiwa wawili. Nahitaji niwe mpenzi wako na nitakupenda zaidi. Usinitese hivyo kwa kuwa umegundua kuwa nakupenda. Mimi ni kiumbe dhaifu tu kwako. Naomba uruhusu hisia zako basi Matias, na kuahidi sitokuumiza hasirani katika maisha yangu na maisha yako pia. Lakini Matias alijibu kuwa hakika mimi Matias kwa sasa sitokuja kumwamini mwanamke wa aina yoyote katika maisha yangu, kwa sababu huko nilikotoka nimeumizwa sana. Mwanamke niliyempenda na kumpa wigo wa moyo wangu wote, lakini pamoja na yote mazuri niliyomfanyia, malipo yake ni kunidhalilisha siku ya ndoa yetu, ambapo alidiriki ama alinitoroka pasipo kutarajia na kujua alipoelekea. Hicho ndicho kitu ambacho hadi leo kimenifanya
niachukie mapenzi. Acha nijitafute kwanza. Kama ikitokea akakuhitaji mtu, basi wewe kuwa huru na umpe nafasi, kwani nimeona nikwambie tu kweli kuliko kukuacha ukiwa unateseka na kuamini kwenye hamna, kwani upendo ni maridhiano. Acha niendelee na kilichonileta katika huu mji, lakini samahani sana kama atakuwa nimekosea, na kama nitakuwa nimeumiza hisia zako. Siko tayari kuwa na wewe, nisamehe sana. Msikilizaji, hiki ni kisa cha kufikirika na ni kisa ambacho kinawatokea sana baadhi ya watu katika jamii. Wakati huo Asnath alichoka sana na kudondoka pale pale, huku jasho likimfumuka kama mtu aliyekuwa akifanya kazi katika jua kali, na baada ya muda aliamka tena. Lakini Mathias aliendelea kuwa na msimamo wake ule ule. Kutokana na dhuruba zote, badala yake Mzee Mohamed aliamua amhamishie binti yake nje ya nchi, huko katika taifa la Amerika, ili akabadilishe na mazingira. Huenda akaenda kuonana na mtu mwingine ambaye atampenda zaidi alivyompenda Mathias. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 ya simulizi hii. Je, Asnath atakubali kwenda Amerika ambapo itakuwa mbali na Mathias? Tukutane sehemu ya 5, ndio itakayotoa majibu yote, lakini bila kusahau kuna funzo ambalo limejitokeza katika sehemu hii. Katika maisha si kila siku itaendana na siku nyingine. Yaani leo iendane na kesho. Hapana, haiwezekani. Hilo limeonekana kwa Mathias ambaye amekuwa na mtizamo wa kuwachukia wanawake, akiwa na mtizamo wa kudhani wanawake wote wanafanana tabia, akihusisha na yule mwanamke aliyewahi kumpenda na kumtoroka siku ya ndoa. Usikose kulike, kushare na kusubscribe katika akaunti zangu za mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram. Andika Hassan Rubinza. TikTok utanipata kwa jina la Mr. Kea 77 na YouTube search Kea TV, au toa maoni yako kwa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu namba 06 12 06 61 30. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Hassan Ramazani. Hata hivyo, ukiniita Mr. Kea 77 zao la mkoa wa Tabora, utakuwa umetisha zaidi. Tukutane sehemu ya 5.